Unaweza kuwa umekaa na Yesu lakini usimjue Yesu ni nani au usimuelewe. Ndiyo, unaweza kuwa umeokoka, we ni mwana wa Mungu, umeokolewa na Bwana Yesu Mwokozi, na upo kanisani na unaishi na unazunia ibada zote, lakini usiwe unamuelewa Yesu na usiwe unamjua Yesu ni nani. Hiyo inawezekana. Biblia inasema kwamba tumeketishwa pamoja na Kristo Yesu. Katika Efeso sura ya 2 mstari wa 6 anasema hivi: akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Maana yake hapa tunaketishwa pamoja naye baada ya kumpokea yeye Bwana Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Maana yake tunaketishwa pamoja naye. Tunakaa pamoja naye, tunaketishwa pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Lakini inawezekana kabisa mtu akawa ameokoka, yupo kanisani miaka mingi ya kutosha, lakini akawa hamuelewi Yesu au asimjue Yesu. Sasa inawezekana kabisa. Sasa leo nitakuletea mambo ambayo yanapelekea mpaka mtu anakaa na Yesu, ameketishwa pamoja na Yesu, lakini hamuelewi Yesu. Habari hii itatuchukua mpaka kwenye kitabu cha Luka sura ya 24 mstari wa 13 mpaka 35. Kwa kuwa ni ndefu ndio nielezee. Inaelezea juu habari ya watu wawili ambao walikuwa natoka Yerusalemu. Walikuwa mbali na Yerusalemu, wanaelekea kijiji kimoja kinaitwa Emau. Watu hao wawili, kumbuka kipindi hiki ni kipindi ambacho Yesu Kristo alikuwa amefufuka katika wafu. Na watu hao walikuwa wanasafiri kwa masaa mawili, wanatembea barabarani, hawajui. Wanatembea barabarani. Lakini Yesu akaungana nao na hawakuweza kumtambua, licha kwamba alikuwa ameungana pamoja nao. Hawakuweza kumtambua. Wakasafiri mpaka kafika nyumbani kwao. Bado Yesu anazidi kuwafundisha, lakini hawakuweza kumtambua. Lakini alipobariki ule mkate, macho yakafumbuliwa, wakamtambua. Wakarudi tena Yerusalemu muda ule ule. Habari hii ndivyo inatekeleza somo linasema kwamba unaweza kukaa na Yesu lakini usimuelewe. Unaweza kukaa na Yesu na usimuelewe. Unaweza kuwa umeketishwa na Yesu, unaweza kuwa upo kanisani muda mrefu, lakini haujamuelewa Yesu ni nani. Sasa leo nitakuelezea mambo ambayo yanapelekea mpaka mtu anakosa kumuelewa Yesu, licha kwamba anakiri ya kwamba ameokoka, anakiri kwamba amempokea Bwana Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yake. Sasa leo nitakuelezea mambo ambayo yanapelekea mtu ashindwe kumuelewa Bwana Yesu. Jambo la kwanza ni kwamba kukosa ushirika naye. Yes, kukosa ushirika na Bwana Yesu kunapelekea mtu ameketishwa na Yesu, ameokoka kweli, lakini ashindwa kumuelewa Yesu. Amekosa ushirika na Bwana Yesu. Manake ushirika kimaombi, ukaribu, kukosa ukaribu na Bwana Yesu kimaombi, kusoma neno lake, kusikiza neno lake, amekosa. Kama mtu amekosa ushirika, basi ni ngumu sana kumuelewa Bwana Yesu anataka nini kwake. Ukisoma kitabu cha Samueli sura ya 2, Samueli wa 2 sura ya 2 mstari wa 1, inaonyesha jinsi ambavyo Daudi amlilia Bwana, akauliza Bwana kwa Bwana, je, Bwana ni upande mji gani katika Yuda? Bwana akamwambia upande Hebroni. Maana alikuwa na ushirika ambao ulikuwa wa karibu kiasi ambacho alikaa na Mungu mpaka Mungu akawa anamuelekeza maelekezo. Sasa mtu kama ameokoka akikosa ushirika, kukaa karibu na Bwana, hawezi kumjua Bwana. Hawezi kujua Bwana anataka nini kwake. Ataendelea na ratiba zile, ataendelea na vile miaka nenda rudi. Naona kitabu cha
Naona Biblia inavyosema kwenye Wakorintho wa pili sura ya 13 mstari wa 14, anasema hivi: neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ikae nanyi siku zote. Anasema ushirika na Roho Mtakatifu maana yake kushirikiana pamoja na Mungu. So kupitia kushirikiana pamoja na Mungu, mtu anakuwa amekaa na Yesu, lakini pia anamuelewa Yesu, kwa sababu Yesu mwenyewe atajifunua kwake, kwa sababu ametaka amekuwa na ushirika pamoja naye. Lakini jambo la pili ambalo linapelekea mtu anaweza kukaa na Yesu Kristo lakini akashindwa kumuelewa ni mapokeo yale kinyume na Yesu. Ndiyo, mapokeo yale kinyume na Yesu. Mapokeo ni mazuri, lakini kama yanapingana na neno la Mungu, lakini kama yanapingana na uweza wa Bwana Yesu Mwokozi, lakini kama yanapingana na kazi ya msalaba wa Kristo, lakini kama yanapingana na utendaji wa Roho Mtakatifu, yanapingana na uwezo wa Mungu, yanapingana na wokovu, yanapingana na utendaji kazi wake, yanapinga, hapo ni hatari. Hapo ni ngumu kumjua Bwana Yesu Kristo Mwokozi. Kwa nini? Kwa sababu mapokeo, mtu akishapokea, akishaamini, yanaziba mwanya, yanaziba nafasi ya mtu kumjua Mungu. Kwa hiyo anaweza kuwa amekaa na Yesu, lakini kwa sababu ya mapokeo akashindwa kumuelewa Yesu yukoje. Naomba habari hii ya Luka sura 24 mstari 15. Hao watu walikuwa wamekaa na Yesu, Yesu yupo pamoja nao. Macho yao, Biblia inasema kwamba mstari wa 16, macho yao yakafumbwa wasimtambue. Yalifumbwa na nini? Kwa sababu ya habari walizozisikia katika mji wa Yerusalemu. Zile habari zilifanya kama utando katika mioyo yao na macho yao. Hata Yesu alipokaa pamoja nao hawakuweza kumtambua kwa sababu ya habari walizozisikia. Wakaanza kumuelezea yaliyotokea, licha kwamba Yesu mwenyewe alikuwa ndio mhusika mkuu ambaye alikuwa anaelezewa hapo. So mapokeo, mtu ambaye ameyapokea mapokeo hayo ambayo yanapinga uwezo wa Mungu, ni ngumu kumjua Yesu katika utendaji wake. Wanasifiwe sana. Ndio maana watu hao waliweza kumfahamu Bwana Yesu Kristo baada yeye kumega mkate, baada ya kubariki mkate na kuumega, ndipo macho yao yalipofumbuliwa. Maana yake kwa neno lake, kwa neno lake macho yakafumbuliwa, wakaanza kumjua Bwana Yesu jinsi ambavyo alivyo. Wakaachana zile habari ambazo walikuwa wamezisikia kule, wakakimbia tena Yerusalemu kuambia mitume kwamba Bwana amefufuka kweli kweli, kwa sababu macho yalifumbuliwa kwa neno la Bwana. So neno la Bwana ndilo ambalo linafumbua ufahamu wa mtu, na ufahamu unapelekea kumjua Bwana Yesu Kristo. So na ndiyo maana Bwana Yesu ana utendaji mbalimbali, kuna huduma mbalimbali na neema mbalimbali. Ukisoma kitabu cha Efeso sura ya 4 mstari 11, Biblia inasema hivi: na alitoa wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa wainjilisti, wengine walimu, si wengine wachungaji. Halafu anasema hivi, kwa lengo la kuwakamilisha watakatifu. Sasa ikiwa mtu amebezi kwenye huduma moja, anategemea huduma moja kuendesha labda kitu fulani, au anakula chakula kimoja kile kile, manake atakuwa amejifungia sehemu, amefunga baadhi ya neema ambazo zitakuwa zinamtambulisha Yesu kwa nafasi zingine. Na ndio maana kila mtu na neema zake. Kwa hiyo huduma mbalimbali zimebeba uwezo mbalimbali, zimebeba neema mbalimbali ambazo zinamtambulisha Yesu. Kwa jambo la pili ni mapokeo. Jambo la tatu ambalo linapelekea mtu anaweza kuwa na Yesu Kristo lakini akakosa kumuelewa Yesu, akakosa kumjua Yesu, ni kukosa njaa ya kiroho. Ndiyo, njaa ya kiroho, kukosa hamu ya mambo ya kiroho. Amelizika, hataki tena vile anavyofahamu, anataka vile kila siku. Atakosa kumjua Bwana Yesu licha kwamba ameketishwa pamoja na Yesu. Naona Biblia kwenye Mathayo sura ya 5 mstari wa 6, Biblia inasema hivi: heri wenye kiu na njaa ya haki, maana hao watashibishwa.
Kwa hiyo kwa kukosa njia ya haki, maana yake mtu atakosa kuyajua mambo ya kimungu, atakosa kumjua Mungu. Na kama vile alivyokosa kumjua Mungu na Mungu hatajifunua kwake, atabaki na mazoea yale yale kwa vile anavyovifahamu yeye, lakini atakosa vile ambavyo Mungu alitaka yeye ajue. Hilo ni jambo la tatu ambalo linapelekea mtu anaweza kuwa kukaa na Yesu lakini asimjue Yesu. Jambo la nne ambalo linapelekea mtu anaweza kuwa ameokoka kweli lakini akashindwa kumwelewa Yesu ni kuacha kutumika. Ndio, kuacha kutumika. Kutumika maana yake kuna ndani yake kuna utumishi. Sasa utumishi ni nini? Utumishi maana yake ni kufanya kitu kwa kufuata maelekezo maalum ambayo umepewa. Huo ndio utumishi. Kwa maana nyingine tukisema hivi, kama mtu anamtumikia Mungu, maana yake tunasema hivi, anafata maelekezo ya Mungu. Maelekezo ya Mungu, anatii maelekezo ya Mungu, anatenda maelekezo ya Mungu. Sasa kama mtu ameacha kutii maelekezo ya Mungu ambayo anapewa, huyo mtu kwa lugha nyingine, hata kama anafanya vitu vya kimungu, anaweza kuwa asiwe anamtumikia Mungu licha ya kwamba anafanya vitu vya kimungu. Kwa nini? Kwa sababu utumishi ni utii kwa maelekezo ya kimungu, mtu anatii. Sasa mtu anakosaje sasa kuacha kutumika? Anakosaje sasa kumwelewa Yesu? Ni kwa namna hii. Kama vile mtu anavyozidi kutii kwa Mungu katika utumishi, katika nafasi ambayo Mungu, katika maelekezo Mungu ambayo anampa, anashindwa kutii, maanake huyo mtu anakosa ongezeko. Akishakosa ongezeko, maanake amekosa ongezeko la kumjua Mungu. Naona Biblia inasemaje katika Mathayo sura 25, inaelezea juu ya watu watatu ambao walipewa talanta. Mwingine 5, mwingine 3, mwingine 2, mwingine 1. Lakini sasa mwingine kafukia na kadhalika. Lakini Biblia inasema hivi, mstari wa 29, Biblia inasema hivi, kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele, lakini asiye na kitu, hata kila alichonacho atanyang'anywa. Hii hapa ilikuwa ni habari ya watu ambao walikuwa wamepewa talanta wakashinda kuzitumia. Sasa hapa ni kwamba mtu atakosa kumjua Bwana Yesu Kristo kwa sababu ya kuacha kutumika sasa na maelekezo ya kimungu. Atakosa maelekezo. Akikosa kutumika kutii maelekezo anayopewa, atakosa kumjua Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hatojifunua kwake. Napo atakuwa amekatishwa na Yesu, lakini bado amekosa kumjua Bwana Yesu kwa sababu amekosa ongezeko. Sasa kuacha kutumika kunapelekea mtu kudumaa kiroho. Utumishi sio kuhubiri tu. Utumishi sio nini tu, bali utumishi kuhubiri, si kutoa sadaka, kusia nini, ni sehemu ya utumishi. Lakini sio kwamba ni moja kwa moja kwamba ni hiki hapa ndo peke yake tu. Hapana. Ukitii maelekezo ya kimungu yote yale ambayo Mungu anakuambia yatende, inawezekana kwa ni madogo sana, ukatii katika ile maelekezo, manake kuna neema, kuna promotion, kuna neema mpya ambayo inaachiliwa ya kumjua yeye zaidi na zaidi ya mwanzo. Lakini ukikataa yale maelekezo, manake yanatengeneza uzio wa kumjua yeye. Ndio mtu anaweza kuketishwa pamoja na Yesu, yupo kanisani muda mrefu lakini amekosa ongezeko. Sasa mtu akauliza swali, sasa nitapataje kufahamu kupokea maelekezo ya kimungu? Unaweza kupokea maelekezo kupitia neno la Bwana. Kwa kusoma Biblia au kwa kufundishwa na kadhalika. Au kupokea maelekezo ya utumishi kupitia viongozi wako wa kiroho na kadhalika. Yeye pia Bwana mwenyewe anaweza kuweka kwenye nafasi fulani akakwambia fanya hivi na hivi. Kwa hiyo kupitia maelekezo yale ukiyatenda, unapata kumjua Bwana. Bwana anajizihirisha kwako na anajifunua kwako. Kwa hivyo ni vitu ambavyo vinapelekea mtu anaweza kuwa amekaa kanisani kwa muda mrefu, anasali ndio, kila ibada yupo, lakini bado hamjui Bwana Yesu.